Bwana, mambo vipi mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa ya Dalton Media. Kama ilivyo kawaida yetu bwana, sisi leo tumekuja kupiga story na msanii wetu machachari kabisa ndani kidogo huku, lakini tumempata. Tunashukuru, tumekuja kupiga naye story 2-3 hapa, na wewe uweze kupata au kumuelewa kiundani zaidi huyu msanii wetu. Ngoja tupige naye story 2-3 hapa, alafu tutarejea kwako uje utupe comment zako kuhusiana na huyu msanii wetu. Bwana brother, mambo vipi? Mambo poa tu, shwari. Bwana fresh kabisa, harakati zinasema. Tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa niaba ya wasio kufahamu, sisi tungependa ujitambulishe sasa majina yako, ili ambao hawakufahamu ili waweze kukufahamu na wajue wewe ni nani. Kwa majina naitwa Idi Bofu Idi, maarufu kwa upande huu ninapoishi maarufu naitwa Chaizo. Ndio jina ambalo linanipatia ugali mtaani kwangu, na jina hilo ndo lilonifanya mimi hadi leo nikapata kutafutwa kupiga story kama hizi. Bwana, sisi tunahitaji kujua wewe hii sanaa yako ulianzia wapi na ilikuwaje mpaka hapa umefika hapa ambapo sasa hivi upo? Mimi bana, sanaa yangu tuseme tu nimeanzia tangu shule ya msingi, sekondari hadi kurudi mtaani kutokana sikufanikiwa kuendelea kimasomo, lakini nilipoingia mtaani kutokana na hivi vitu nilivyokuwa navifanya tangu shule. Kwa hiyo nikawa nafanya shughuli zangu na sanaa nikawa naifanya kuanzia mwaka 2014 sikosei. Kwa ndo maana nafanya hizo kazi za sanaa tangu miaka hiyo nilipoanza hadi sasa hivi mwaka 2026. Mimi nataka kujua wewe kwenye hii sanaa haswa unajihusisha na sanaa hii. Mimi kwa upande wangu yani mimi nacheza miguu yote, ikimaanisha ukinitupa kwenye karata ya uigizaji nafanya, na music nafanya, ila sana nafanya music. Aina gani ya music ambayo unafanya? Mimi nafanya bongo flava. Mimi nataka nijue kwa sababu umetuambia hapa hii talanta yako umeanza nayo tangu shule ya msingi. Sasa nilikuwa nahitaji kujua ni nani mtu wa kwanza kukuaminisha kwamba oya una kipaji cha music? Mimi bana, mtu wa kwanza aloniaminisha kama nina kipaji cha muziki yani kifupi kwanza ni wanafunzi wenzangu. Shaona tangu kitambo na hicho nilipokuwa shule nilikuwa naimba nyimbo za watu hivi. Kipindi hicho tulikuwa tunaandika sana nyimbo za wasanii waliotoka, tunaandikia na mistari shule. Nyimbo ikitoka tu tunaandika taratibu moja beti moja unawamezesha na wenzio, tunaimba shule. Then mimi nilipokuwa nakizimeza zile nyimbo na yani sauti yangu nikawa naitoa kweli. Kwa hiyo yani wanafunzi wenzangu wakaamani, wewe mbona unaweza kuimba? Ndio nipoanzia hapo, na vile vile mtu aloniaminisha zaidi baada ya kutoka shule sasa ndo nikakutana na brother wangu mmoja, tunaokaa sehemu moja, anaitwa brother Anthony. Hapo ndo ilipoanza Dalton Record, na mimi ni msanii wa pili tuseme. Nilimkuta mwenzangu pale anaitwa Mason, yule jina lake kabisa anaitwa Lawrence. Lakini sasa yani jina lake la sanaa alikuwa anatumia Mason. Kwa hiyo pale mimi nilikuwa msanii wa pili kwenye lebo. Tulikuwa kama crew hivi ya watu kama 4 hivi nakumbuka. Lakini kaenda kutokana na mazingira ya kimaisha, kila mtu akapotelea kwake, lakini yani yule ndo alituaminisha zaidi brother Dalton. Kwa wanajamii wetu tuliokuwa walikuwa wametuzunguka katika eneo letu. Kwa hiyo brother Dalton mimi namshukuru sana, ndio alifanya hadi leo hii hapa Chaizo nimefikia hapa nilipofikia, hadi natafutwa kufanya interview hii ni yeye. Mimi nataka kujua au watazamaji hapa wangependa kujua, wakati unaanza hii kazi umetuambia umeanzia shuleni, vipi mitazamo ya wazazi wakati wewe unasoma na kufanya music? Ilikuwaje? Yani ulipata changamoto zipi kuweza kuwashawishi wazazi wakakuelewa kwenye hii engo ya music? Ukweli kwa sisi wa jamii ya Afrika hususan ni wazazi wetu, yani mimi nasema kwa upande wetu kama sisi watu wa pwani, wengi wao waamini kupitia masuala ya muziki.
Siona yani masuala ya sanaa yote yani wazazi wanakuwa wazito sana, ila wengi tunakuwa tunavyoanza tunakuwa tunajificha, tuseme hatui wazi kwa wazazi kutokana na mazingira tushawaelewa wazazi wetu yani hawaamini. Yani mtoto kwenye kipaji chake hadi afikie imetokea amesogea kwenye jamii yani kupitiliza, manake kashafika sehemu fulani ndo wazazi wanaamini. Hata mimi nilikuwa na changamoto kubwa sana kwa hilo swala. Walikuwa wanasikia tu kimya kimya, mimi nafanya zangu music, naimba na waimbia watu, naingia rekodi kama hivyo. Hadi Blaza Dato nilianzisha studio yake, tulianza kuimba, tulianza kufanya show. Sasa ndo wazazi wakaanza kujua kumbe kweli bana hichi kitu anakifanya, na yani watu wanakubali mtaani na wanakuzungumzia vizuri. Kwa hiyo ndo jambo kidogo likawa hivyo, lakini huwa mara nyingi pasipokuwa na mafanikio kwenye kitu unachokifanya, sasa hivi vipaji tulivyopewa na Mwenyezi Mungu kwenye masuala ya sanaa hizi za kuimba, za maigizo, hadi ufikia hatua fulani ndo mzazi huwa hanaamini. Natamani kujua kwa kipindi hicho kuna jambo gani ambalo liliwahi kukukuta ukahisi kukata tamaa kwenye hii kazi yako au kwenye hii safari yako ya music? Mimi bana, jambo lilokuwa limenikatisha tamaa zaidi, kuna kipindi tulikuwa tumeenda kufanya tamasha, mambo ya mashindano. Mashindano ile ilikuwa kuna kijiji fulani hivi jirani yetu. Kwa hiyo tulipoenda kufanya yale mashindano, mimi nilikuwa nafanya kipindi hicho, nilikuwa nimetoka sehemu ambayo ninaoishi, kwa nilikuwa nafanya matamasha, naenda mwenyewe usiku. Nimefanya hadi imefika nusu finali, wakaja familia hizi, yani mseme watu wa nyumbani kunisupport. Kwa hiyo kuna tukio lilitokea ambalo ndo mimi lilinikwaza sana, kwa sababu nilikuwa nimefanikiwa kwa mshindi wa pili na kulikuwa na vizawadi vya kawaida, lakini kwa kipindi kile ni zawadi. Mshindi wa kwanza alikuwa anapata screen ile ya flat 24 nakumbuka, TV smart TV hizi za flat hizi za 24. Mshindi wa pili alikuwa anachukua sabufa hii ndogo hii, yani ya bei rahisi kama ya shilingi 70 hivyo 60. Watatu walichukua kingamuzi pale cha Star Times. Sasa mimi nilibahatika kuwa mshindi wa pili. Cha kwanza kilichonikwaza kwamba majaji wetu yani walikupo kama kulikuwa kuna mambo ya ubabaifu fulani waliofanya, lakini mimi nilishukuru kwa sababu nilikuwa mshindi katika washindi watatu, nilipata nafasi ya pili. Hilo la kwanza lilinikwaza. La pili, kutoka pale ilifanyika fujo sana, ambayo tulivyokuwa tunatoka pale mida saa 7 hivi usiku, kutokana na usafiri kipindi hicho ulikuwa unasumbua. Tulivyotoka tu nje pale ya bar, yani kulitokea changamoto kubwa sana ambayo sitoisahau katika mzunguko wangu wote wa mambo ya sanaa. Yani kidogo nimpoteze mjomba wangu alikuja kunisupport, ilitokea fujo kubwa sana. Yani ilitokea matukio ya ajabu sana, yani kwa wale ambao walikopo wapo pale wamekuja na kutuangalia, maana walitufanyia fujo kubwa sana. Yes, kwamba ilifikia mjomba wangu akapelekwa hadi Muhimbili, lakini yeye alikuja kunisupport mimi. Kwa hilo swala mimi linaniumiza kichwa sana na lilinikatisha tamaa sana. Hilo ndo swala kubwa ambalo nimepitia katika changamoto zangu za sanaa ya muziki hadi hapa nilipofikia. Na hilo swala alitofutika katika akili yangu. Na ni jambo gani lingine ambalo sasa uliwahi kulifanya kwenye kupambania muziki ambao wewe mwenyewe ukakaa ukasema yes, kweli mimi naupenda huu muziki, maana hadi nimefanya jambo hili, yani mimi muziki kweli upo kwenye damu? Mimi jambo ambalo nilolifanya na nikaona kabisa mimi muziki utanipa faida na utanipa mwangaza, kuna baadhi ya matamasha nilijaribu kwenda kuperform kwa kipindi kile, ndo ambayo yalinifanya mimi kokote kule nikienda nawezekana yani watu wananikubali kwamba nikopo ninacheza ukanda wa nyumbani, lakini nilipotoka nje ya nyumbani vile vile wakawa wanaelewa kitu ninachokifanya jukwani. Kwa kuna baadhi ya matamasha nilikuwa napanda, yani watu ni wapya kwangu, ni msanii kwao, wao hawanijui, lakini walikopo wanatamani nikishamaliza nyimbo zangu nipande tena, wanamuomba MC nirudishwe tena nipande. Mfano ilikuwa Gamboni, Machava, shona nilienda, ilikuwa Temeke ile wanaita pale pale Temeke kunaitwa Temeke pale karibu na Stereo, sijajua pale nimesahau kunaitwaje pale, na nipandaga pale pale uwanja mpira pale Temeke karibu na Stereo, hapo kuna uwanja ule nini unaitwaje pale, Mwembe Yanga pale, kwa na show kubwa ya Alikiba ile.
nilipandaga ile, nakumbuka, na nashukuru sana, na vile vile nilipata fursa pale ya kuhojiwa, unaona yani mimi kuna baadhi ya show nilifanya nikajua kabisa kama nitapata mtu wa kuniwekezea zaidi, yani mimi muziki wangu unaenda na vile vile watu wanaukubali. Ndio hicho kitu ambacho kilichonifanya mimi nipate moyo kuendelea kufanya muziki. Bwana, wapenzi watazamaji wa Dalton Media wanahitaji kutambua, kwa sababu umetuelezea hapo juu ya matokeo, lakini umetutajia matokeo chanya ambayo unayapata, ikiwemo kipato, japokuwa hakikidhi mahitaji yako kama ambavyo umetuambia ulikuwa unapata tu pesa ya kwenda studio, lakini tulihitaji kujua pia matokeo hasi ambayo umewapata wewe, yani changamoto gani ambazo wewe muziki zimekuletea? Changamoto ni kwamba muda mwingine unafika kwenye show, unaona watu wamekualika vizuri tu, mwisho wa siku wanatokea tu watu wawili watatu kukudharau kwa sababu ya labda kukosa jina kubwa nini, lakini kiukweli na vile vile muda mwingine unachakalika, unahangaika, unatamani kwenda kufanya kitu kikubwa studio ambayo inaeleweka zaidi, kuwapata wale maproducer ambao unaotaka wao, inakuwa changamoto sana. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo vigumu sana kwangu ninavyovipitia katika kipindi chote, kutokana na kuhangaika kuhusu muziki wangu. Sisi sasa wapenzi watazamaji wa Dalton Media wanahitaji kuiona talenti yako, wanahitaji kusikia jinsi unaimba, wanahitaji kusikia sauti yako, wanataka kusikia vokali kutoka kwako. Mimi naomba niwaachie dakika kadhaa hapa bwana, uonyeshe namna ambavyo huwa unafanya kama ambavyo umetuhadithia hapa. Bwana, mimi naitwa Chaizo, au sio? Chaizo Nation. Mwanamuziki ambaye yupo lakini hajafika pale anapopahitaji, ila wapenzi watazamaji, mnapoangalia interview yangu hii, mimi naomba mnisupport sana kwenye Instagram yangu, natumia Chaizo TZ, kwenye YouTube channel vile vile natumia Chaizo TZ, sio, na Facebook Idi Chaizo, na TikTok yangu natumia Chaizo TZ. Kwa naomba sana mnisupport kwa kazi zangu zote ninazozifanya, na vile vile na kipaji kikubwa sana na talent ambayo na imani nikiwaletea wanajamii wangu mnanipokea vizuri sana, na vile vile najua ninachokifanya, so na kitu kikubwa sana na vingi zaidi. Ule moyo wa kupenda ukae mbali na mie, kwa maumivu niliyopata sipo tayari ajirudie. Yapi mabaya nilokukosea, yangu mazuri ukapotezea, kipi kikubwa nilichokosea, mpaka simu zangu takipokea. Zako miro ina nyuma, kitazama picha zako, kumbukumbu zaidi ya nyuma, hadi na misiwepo wako. Wenzako miro ina nyuma, nikitazama picha zako, kamoyo kana dunda dunda. Hala. Sifa zako tu ndizo zafanya nasikia raha, hata waseme sana sitokukana, utabaki wa mtima. Watu wanapo tu mioyo yao ya wauma, hawana la sitopendana, twapakuwa na twara. Moyo umefanya uwe kweli upendo, upendo kwangu ni stiri na hali yangu. Asanteni sana. Bwana mpenzi mtazamaji wa channel yako pendwa ya Dalton Media, kama ulivyomsikia ndugu yetu Chaizo hapa, bala lake si dogo, msanii kweli kweli, mtu wa maana kweli kweli. Sisi kama Dalton Media hapa hatujawahi kukuletea kitu cha ovyo ovyo na hatutokuletea kitu cha ovyo ovyo. Sisi wazao kukuletea vitu vya moto kweli kweli. Bwana, usisahau kusubscribe channel yako pendwa ya Dalton Media, weka comment, like, usisahau pia kutushare hapo ili watu wengine waweze kupata haya maujuzi au mautamu kutoka hapa Dalton Media. Bwana, ishi kijanja mjini, be updated, acha kukaa kiboya boya wewe.